gukunerirwa ase ogoseria obutaka. Bono kirari tukorie iki imeya abagusi Global Radio nigo tugosanga amo n'umwana w'abagetutu Videlis Omingo Mochoge gucakira chinsa inye chiamambia gwikira chinsa isano na isatu chia mubaso asomurobiri oseria obutaka aiga no abasaye bakwegwa emirimo ogwakanwa w'echisira amona eng'ana emwamu. Astubwate round y'entangane ya kabiri ya gaturaboige round ya kane atwanya kuba togosanga twakana madeni twana na chigasu cha sabasaye naboigo twakana libero bato elanchengia imeya abagusi Global Radio ekeumbu kyomogusi. Now introducing my story yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana w'abagetutu Videlis Omingo Mochoge kila siku ya wiki ndani ya story yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story yangu ndani ya AGR FM. Ine kerokende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine nkorigyore amabogani asora nyora bokorari wekerengo kegoro ase rigori rike bono wobatiboyo abuga hotel nero richibuliao tutarere asensemo ya jogo eyo gotoka ase pare kurwa Kisii kogenda Nyamira asobwale bwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja abuga hotel nigo ebwate endagerengiya yegekoro naboigo ensemengiya yoboraro inyora amagoreito yobakorari nigo alinsemono asokorara obutuko bomoryoka nigo ogwakana shilingi elibweye mo chibesa chia Kenya onyore aigano konyora chindagira chike gusibuna erongori egesanda a shilingi 50 chioka alitoke esani ase shilingi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigo lisosa turangeri goetera ase namba enoti isano ibere chioka alitoke esani ase shilingi emyeye moyoka engoko yeke gusi egesare linagu naboigo lisosa turangeri goetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479 abuga hotel bokorari bekerango kegoro ase rigori liansi. Right, asante sana, karibu tena mpenzi mtazamaji kwenye meza hii yetu leo hii magazetini tukupasha yale yaliomo. Tunaona jana kulikuwa na shangwe na nderemo kuhusiana na matokeo ya mwaka wa 2020 matokeo KCSE. Kwa hivyo leo hii pia niko na gazeti langu hapa The Standard naenda kukupasha yaliomo. Nite Edwin Mukaya. Nina gazeti la Taifa Leo, sijui kama leo pia naona katika uzo wa gazeti hili wanazungumzia wale wanafunzi ambao walikuwa wameng'aa, wale ambao walikuwa wametia fura katika mtihani wao wa KCPE, lakini pia katika mtihani wa KCSE hawakuonekana pale mbele. Wale ambao walikuwa wamelemaa kidogo katika mtihani huo wa KCPE ndio naona wanaangaziwa kwamba walikuwa wameng'aa zaidi. Tena kuna wanafunzi wale ambao walikuwa na matatizo, wale ambao walikuwa na changamoto mingi, wale ambao wengine hawakuwa nasikia, wengine walikuwa na gonjwa, wengine walikuwa na maradhi tofauti, wengine walikuwa na shida, wengine walikuwa wamelemaa miguu, mikono, macho. Naona wanaangaziwa kwamba ndio baadhi yao waliweza kutia fora zaidi na kutia bidii katika mtihani wao wa KCSE. Gazeti langu ni Taifa Leo, tunaenda kuliangazia muda mfupi ujao. Naam, nianza na gazeti la The Standard, uso wake majalada, tuangazie yale yaliomo kwenye gazeti hili. Mwanzo tuna kwamba orodha ya shule zile zilizofanya vyema zaidi nchini, orodha ya shule 100 za kwanza imeweza kuorodheshwa. Tukiangalia hapa tukiona kwamba Kapsabet Boys ndo ya kwanza kabisa pale juu, ambao kidogo kuna wakati ilikuwa inang'aa zaidi, lakini sasa hivi pia imerejea pale juu kabisa. Vile vile tunaangazia hii utaipata katika ukurasa wa 3, 4, 5, 6, 7, 8 pamoja na 9. Vile vile BBI tuna pale Seneti iliweza kupitisha mswada ule wa BBI. Sasa hivi swali ni je, what next? Nini lingine tunangojea? Hayo ni katika ukurasa wa 12. Vile vile tunaona hapa
COVID-19 ama chanjo ya COVID-19 imeanza, watu ambao wamejitokeza vile vile kupewa hii chanjo ni wachache zaidi, ambapo anasema kwamba pengine ujumbe unatolewa kwa watu ama wananchi ndo sio sahihi, unaowapelekea wengine kuogopa zaidi kujitokeza ile kupata chanjo. Kurasa wa kwanza huo. Katika ukurasa huu wa mbele gazeti la Taifa Leo tunaambiwa kwamba mauaji mapya ya Wapalestina mikononi mwa Waisraeli yashtumiwa kimataifa. Unajua kwamba kuna vita ambavyo vinaendelea ama vilizuka baina ya Wapalestina na Waisraeli ambavyo vimeangamiza wananchi wengi katika nchi hizo mbili, pale ambapo Wapalestina wanaendelea kuangamiza Waisraeli na Waisraeli pia kwa njia nyingine wanaendelea kuangamiza Wapalestina. Huo ni ukurasa wa 6. Katika ukurasa wa 5 tunazungumzia kuhusu magenge ya uhalifu ambayo yameibuka upya katika kaunti ya Mombasa, pale ambapo kuna kundi la vijana takriban 30 ambalo linazunguka likiwaumiza na likiwajeruhi wananchi wa eneo hilo la Mombasa, pale ambapo siku mbili ama usiku wa kuamkia jana waliweza kuwajeruhi wananchi wengi sana katika eneo hilo la Mombasa. Huo ni ukurasa wa 5. Katika ukurasa wa 7 ni shindano kama kawaida, ni shindano la insha, pale ambapo wanafunzi wanashindana katika uandishi wa insha. Ukurasa wa 2 tunazungumzia kuhusu wandani wa Joho, wale ambao wanakusudia kumuhifadhi ama kuanza kumfanyia kampeni yule ambaye anaitwa kama Shabal. Shabal ni mfanyabiashara mkuu katika kaunti hiyo ya Mombasa. Kumbuka kwamba kuna mwanasiasa mmoja anaitwa kama Nasil, anaitwa kama Swarmad Nasir, ambaye ni mwandani wa karibu sana wa gavana wa Mombasa Al Hassan Joho. Pia ni mpunge wa Mvita ambaye anatarajiwa, kwa sababu ni mwandani wa karibu wa naibu wa gavana Joho, kwamba yeye ndiye atakaye mrithi Joho katika ugavana wa kaunti ya Mombasa. Lakini wandani wake Joho wanasema kwamba wanaonelea ni vizuri waweze kumkabidhi kiti hicho cha ugavana kama 2022 mwanabiashara Shabala. Huo ni ukurasa wa 2 tutayazungumzia. Katika ukurasa huu wa 2 pia wanasema kwamba waliong'aa licha ya matatizo. Kuna wale wanafunzi ambao wamepita mtihani ya KCSE licha ya chanzo cha matatizo ambazo walikuwa nacho. Hayo tu ndio yameangaziwa katika gazeti hili la Taifa Leo. Na ukurasa wa 2 gazeti hili la The Standard tunaenda kuangazia ulingo wa historia. Hapa tunaangazia shule. Unajua sasa hivi tuko katika jinsi matokeo yalikuwa, kwa hivyo tunaangalia elimu zaidi. Kwa hivyo tunaangalia hapa Jamhuri High kwa miaka 44 iliyopita. Tunaangazia kuna picha imechapishwa pale ambapo tunakumbuka kuna wanafunzi wengi wamekusanyika kwenye notes board wakiangalia jinsi watu wamefanya katika mtihani wao, wakiangalia ile orodha ya matokeo ya mtihani. Kwa hivyo tunaona hapa ilikuwa mwaka wa 1977 pale. Tunaona hapa vile vile mwaka 1000 ni shule ilianza kitambo zaidi. Jamhuri High ni shule ni baadhi ya zile shule za kwanza, na vile vile wakati ule ilikuwa kwamba masomo ama shule ama matokeo yakitokea hiyo ni kazi ya jamii. Kwa hivyo ilikuwa inatundikwa pale kwenye notes board, watu kutoka vijijini wanakuja wanaangalia majina. Unakumbuke vile vile hiyo wakati hakukuwa na mtandao, hakukuwa na simu, kwa hivyo njia moja tu matokeo yaletwe yatundikwe pale notes board, watu waweze kuiangalia. Kurasa wa 2 huo. Kurasa wa 3 hapa tunaangazia mwanadada mmoja kutoka hapa Kisii ambaye aliweza kujifungua siku ya kufanya mtihani. Ilikuwa katika siku ya kufanya mtihani wa biolojia ama na biolojia na Kiswahili. Akaweza kujifungua siku hiyo mtoto msichana, lakini vile vile aliweza kufanya vyema zaidi ambapo alipata mwishowe alama ya B chanya ama ukipenda B-. Vile vile katika hizo ama karatasi hizo mbili, biolojia pamoja na Kiswahili, aliweza kufuzu vyema zaidi ambapo alipata kwa kila hiyo somo. Biolojia B, Kiswahili B. Kwa hivyo inaonyesha kwamba alikuwa amejitahidi kweli ingawaje kulikuwa na hayo matatizo na vizuizi. Vile vile familia yake imefurahia zaidi kutokana na matokeo hayo, ikisema kwamba hawakuwa na hela ama hawakuwa na ada
ya kumlipia shule, japo kuna msamaria mwema aliweza kuingia pale na kumsaidia kulipa karo ya shule, na sasa hivi pengine tuseme amewafanya zaidi kuwa na furaha, manake ashafuzu, alipita vyema zaidi. Ukurasa ni wa 2 na 3 huo. Nikiangazia ukurasa huu wa mbele before niingie kwa ukurasa wa 2, kuna yale kuna ile taarifa ambayo nimeona imechapishwa huku, anasema kwamba kuna senator Maruma anatoka kama Isaac Mwaura apoteza cheo chake. Huyu senator ni baadhi ya wale maseneta 6 ambao walikuwa wamekiuka sheria na kanuni za chama. Kwa hiyo tu nilikuwa nakwambia juzi siku kama kadhaa hivi zimepita, nilikwambia kwamba ukiwa katika chama hauna uwezo. Yale ambayo chama kinapitisha lazima uvate. Sasa unajua kuna wakati maseneta waliitwa katika kikao na Rais Uhuru Muigai Kenyatta na walikuwa maseneta wa Jubilee, lakini Mwaura na wenzake ambao ni watundu aje na waite tu watundu hawakuitikia mwito huo. Hujatuweka ni watundu ujue jambo gani liwazuia. Hawakuitikia mwito au kuitikia mwito wa chama. Sasa naona akiwa Isaac Mwaura wakiwa na Millicent Omanga na wengine 4 hawakuweza kuitikia mwito huo. Hiyo imesababisha kwamba seneta huyu Isaac Mwaura ameweza kutimuliwa chamani, yani katika serikalini. Sasa hizi ni raia wa kawaida. Ni kama wewe tu sasa hivi. Mimi na yeye tuko pamoja. Huo ni ukurasa wa mbele. Nikiingia katika ukurasa wa 2, wanasema kwamba kuna wale wanafunzi ambao walikuwa na changamoto. Kuna wale kama huyu mwanafunzi kama Miriam Chepkemboi alikuwa ameugua ugonjwa wa kansa na akakatwa mguu wake wa kushoto mmoja. Richa baadaye akaugua akapona vizuri. Lakini mwanafunzi huyu alikuwa amezoa alama ya A. Alikuwa amezoa alama ya A na point 82. Wow. Wanasema kwamba hawa ni baadhi ya wale wanafunzi ambao walikuwa na changamoto mingi, lakini baadaye wakaibuka na kung'aa katika mitihani hii. Na kuna mwanafunzi hapa anatoka kama Edgar Omoge Getugi aliye na matatizo ya kuona. Alipata naye pia alama ya A. Kuna mwanafunzi hapa anatoka kama Abdimalik Isaac ambaye alikuwa na matatizo ya kusikia akiwa na mamake. Wanasema kwamba alikuwa amezoa alama ya B. Hao ni baadhi ya wanafunzi ambao walikuwa wamejitahidi sana licha ya changamoto ambazo walikuwa wanapitia za kimaisha, waliweza kuzoa alama nzuri katika mtihani wao wa KCSE. Kwa mfano, huyu msichana ambaye anaitwa kama Miriam Kemboi anasema kwamba yeye anadhamania tu anataka tu lengo lake ni kuwa daktari. Daktari ambaye anashughulikia na magonjwa kama kansa. Kwa sababu alikuwa ashaugua ugonjwa wa kansa, anasema yeye angeomba tu angeonelea kwamba maono yake ni kuwa daktari wa kansa. Huo ni ukurasa huu wa 2. Katika ukurasa huu wanasema kwamba kuna mwanafunzi mmoja ambaye ni 00. Yani wale watu ambao friends wa Isaac Mwaura tumekuwa tukizungumzia. Anasema kwamba yeye ndiye aliipuka wa kwanza katika kaunti ya Nyeri licha ya kuwa 00. Sikiza kuwa 00 inahusisha aje na najua ni rangi tu. Ndio ni rangi, lakini unajua ni ulemavu wa rangi. Huyu huwezi mfananisha na huyu alikuwa ameugua kansa. Lakini kwa wale watu tunasema na ulemavu bado tuna categories kwa wale watu kuna manake kuna shida ya skin. Kuna wakati anaitwa aje huyu ambaye anasimamana huyu mbunge wa Suna East. Anaitwa Junet Mohamed. Kuna wakati aliambia huyu Mwaura Isaac kwamba anajifanya kwamba yeye ni mlemavu. Lakini usilete siasa hapa manake kuna wakati alimwambia kwamba alienda akajibodoa. Amejipaka rangi. Amejipaka rangi. Anadanganya watu tu kwamba yeye ni 00. Anasema kwamba mwanafunzi huyu alikuwa ameibuka wa kwanza katika kaunti hiyo ya Nyeri licha ya kwamba yeye alikuwa 00. Na tukiangazia siasa kidogo katika ukurasa huu wa 2, wanasema kuna wandani wa Joho ambao waanza kusaka hifadhi kwa Shabal ni mwanabiashara katika kaunti ya Mombasa. Huyu mwanabiashara alikuwa ashasema hapo awali kwamba yeye hataki kujiingiza na siasa, lakini ni kama siasa inataka kumuingia sasa. Sasa yeye siasa imuingie, si aingie siasa. Kama Suleiman Shabal. Huyu ni mwanabiashara sana. Kuna huyu ambaye ni mbunge wa Mvita, anaitwa kama Nasila, ni Shabal Nasila. Ni mwandani sana wa Joho. Huwa wengi wamekuwa wakitamania kwamba Joho akitoka katika kiti cha ugavana au huyo mbunge wa Mvita ndiye atakayemrithi. Lakini wandani wa Joho ambao wamekuwa wakimfadhili, ambao wamekuwa wakiandaa katika siasa zake, wamekuwa wakiwa na yeye nyakati zote, wanasema kwamba Nazila fai na wanafaa kumrithi
ama mwenye anafaa kumrithi Joe ni Suleiman Shabal ambaye ni mwanabiashara shubafu kutoka mkoa huo ama mkoa huo wa Pwani. Hivyo kuna shida imeingilia hapo katikati. Wengine wanasema kwamba Nazila anafaa, wengine wanasema kwamba Shabal anafaa. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba watainiwa 28 wapata alama ya E. Sasa sijui alama ya E. Hiyo ni E. Ya alama ya E. Sasa nisema tu E ndio watu wajue ni ile E ya mwisho ile. Ala wanafunzi 28000 walipata alama ya E kwenye matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 KCSE. Watainiwa 141 miongoni mwao wanatoka katika shule za kitaifa. 141 miongoni mwao wanatoka katika shule za kitaifa. Anasema kwamba sasa wanafunzi hao sijui watasaidikaje. Kuna mahali uwezo wao ulifika. Kuna vitu mingi wanaweza fanya, kuna vyo vya ufundi. Naam, unajua kupata A kwenye mtihani wako wa KCSE si haimaanishi kwamba ushafaulu maisha. Ushafaulu. Unajua sasa nini nyingine tena imebakisha. Kuna wengi walishapata hizo A lakini bado maisha na walemeno na vile vile kuna mwenye alienda pengine kwenye hizi shule za vyo vya ufundi, katoa kaanza biashara zake, kaanza welding, jamaa anatengeneza 5000 a day. Huwezi mkompea na mtu huko mwenye ameenda. Kama sasa najua kwenye unaelekea ni pale ambapo utasema kwamba mtu mwenye amesoma na mwenye hajasoma wanalingana. Ninachomaanisha ni kuwa kupita mtihani kutopita mtihani haimaanishi kwamba utafeli maisha ama utafuzu kwenye maisha. Lakini mwenye amepita bado ana faida mingi, kuna uzuri zaidi. Unajua tuko kiviwango tofauti. Ikiwa mimi mwenyewe sijabarikiwa na akili za darasani, kuna pali fulani mimi mwenyewe nafaa, unaona. Pengine zenda huko ije nianze kazi yangu na talent yangu ndio nimeibuka, unaona. Kwa hivyo kila mtu unajua wote wangepita, tutatoa wapi watu watatufanyia kazi ya mjengo, wafanye kazi ya labda tuseme hivyo. Kwa hivyo unaona, kwa hivyo kila mtu ana kitengo chake mwenyewe. Wanasema kwamba katika ukurasa huu wanasema kwamba matokeo ya KCSE 2020 tangia kuna mwanafunzi wa kwanza shule anayotoka hadi mwanafunzi wa chini 1000 huku, wamesema kwamba wa kwanza ni Simiyu Robin Wanchala ambaye alipata alama ya point 87.334 katika county ya Murang'a. Alikuwa wa kwanza. Nitafute Kisii, natafuta Kisii. Naona Kisii, Rio Kindo itafute. Kisii County. Naona shule ya kwanza ambayo imenakiliwa huku ni shule ya Phoenix Kemto ambaye alikuwa msichana kutoka shule ya St Charles Luanga Ichuni. Alipata alama ya A- na point 80. Kisii ingine ni St Charles Luanga tena anaitwa kama Marion Moset Valentine, alipata alama ya A- 79 points. Nikitafuta Kisii ni shule ya ni kama St Charles Luanga tu ndio naona kuna mara tatu huku, mara 4 St Charles Luanga. Nikitafuta shule nyingine ya Kisii ni St Charles Luanga. Ni kama naona tu St Charles Luanga ndio shule ambayo inaangaziwa. Sijui sababu naona kwenye Kisii ni St Charles Luanga. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 2 na 3. Na ukurasa wa 4 hapa bado ni hayo tu ambayo yameangaziwa. Tukiangalia hapa orodha zile shule 100. Tukiangazia hapa kulikuwa na shule gani? Tulikuwa na Kapsabe, tukakuja Kenya High, hapa iko Mangu Alliance, namba 4 Light Academy. Kama kawaida tunaangazia shule ya kwanza kabisa hapa nchini kutoka Kisini, shule ya Rio Kindo Boys ambayo ilinyakua nambari 25. Ndio ilikuwa namba ikaizidi hata Kisii Boys. Unajua Kisii Boys kuna wakati ilikuwa inatamba zaidi. Alafu nambari 26 tulikuwa na Kiage Tumaini High School. Natafuta pia Kisii, wajua Kisii hapa kuna Kisii High ambayo ilikuwa nambari 33. Ngezi ni hivyo, kuna nyingi hapa vile vile. Kwa hivyo ukurasa wa 4-5 ndo hayo tu, ni orodha ya zile shule 100 zilizofanya vyema zaidi hapa nchini. Na ukurasa wa 6 vile wa 8 vile vile ni hayo tu.
Aha, ukurasa naam, ndio hivyo. Sijui uangazie kwanza, ndio niingie ukurasa wa 7 hapa. Kwanza acha nimalize ukurasa wa 7 kunradhi. Ukurasa wa 7 hapa vile vile tunaangazia wale ambao waliibuka washindi, vile vile walifuzu alama nyingi zaidi kutokana, ingawaje walikuwa na changamoto anuai. Kuna wale walikuwa ni vipofu, kuna wale visiwi, vile vile kuna wale ambao walikuwa na ulemavu aina yao, lakini vile vile wakaweza kuibuka washindi na wakafanya vyema zaidi. Katika ukurasa huu wa 5 najua umeisikia watu wakisema kwamba Mombasa si Kenya. Oliai nikidhani umeisikia kitu kama hicho. Naam. Kuna wakati ambao wanataka kama MRC walikuwa wanasema kwamba Mombasa si Kenya. Wale lilikuwa kundi haramu, lakini ilianza kuzimwa na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani by that time Fred Matiang'i alikuwa nani. Aliweza kuzima genge hilo ambalo lilikuwa limeanza kutatiza wananchi wa katika kaunti ya Mombasa. Na ikumbuke kuna makundi haramu ambayo yameanza kutengenezwa huku Kenya. Unajua sijui mbona tukikaribia uchaguzi tunaanza kuona vikundi vingine. Kuna 42 Brothers, kuna vikundi aina mbalimbali ambavyo vinahusishwa na uhalifu. Sasa kuna genge ambalo limeibuka upya katika kaunti ya Mombasa. Genge hili liliweza kuwajeruhi wananchi katika eneo hilo na kuwajia majeraha wale ambao walikuwa wamejiandaa na panga, soka. Sasa walianza kutokea tu na kuanza kukatakata watu. Commissioner wa eneo ile alisema kwamba walipata habari kwa kuna waendeshaji bodaboda kwamba kuna vijana takriban 30 ambao walikuwa wanakatakata watu wakiwa na silaha hatari. Commissioner huyo alisema kwamba wanaendelea kuangazia jambo hilo. Sasa kuna hii taarifa ambayo imechapishwa huko katika ukurasa wa 5 kwamba Mwaura apoteza useneta rasmi na kititi kutangazwa wazi. Unajua alikuwa anadhania kwamba ni msaa tu. Millicent Omanga alikuwa anadhania ni msaa tu. Sasa imeanza kuonekana kwamba ni serious. Anasema kwamba jana speaker wa seneti aliweza kutangaza kwamba kiti hicho kiko wazi. Sasa unajua hapo ndio kinaumana, hapo ndio huwa kinaumana. Niliona wengine wakifanya mchezo pale mtandaoni akisema kwamba sasa naibu wa rais acha amlipe zile hela alikuwa analipwa kila mwezi. Maana yake kazi yake ishaisha. Unajua walikuwa maseneta 6. Kuna yule alikuwa anaitwa kama Millicent Omanga, kulikuwa na Naomi Gilo wako, kuna Mary Senator Jiane, kuna Victor Bregei na Iman Falhada Deko. Walikuwa maseneta 6 ambao walikuwa wamekeuka ule mwito wa rais kwamba katika mkutano mmoja. Sasa wakapendekeza kwa naibu rais William Samoei Ruto. Sasa sijui, lakini tu ashamaliza kipindi. Si ni miezi tu michache tu imesalia. Lakini unajua ni kazi ya kutunukiwa. Hiyo si ni kazi unaenda kutafuta kura. Hiyo si kazi nyingine. Sasa hivi aje tuangalie, wajua kuna wakati wa kura zile za 2017. Anyway, acha tuongoje tuone sasa watawania vipi. Tuangalie ushamaliza hapo. Acha niangazie kwa nasema kwamba katika kaunti ya Kakamega Paranya Haemba wahepa msasa wa seneta kuhusu hela. Katika Kilifi wanasema kwamba polisi wadhibitisha mshukiwa wa ubakaji aliweza kujinyonga. Katika kaunti ya Kisumu wanasema kwamba washukiwa wa kigeni wa ugaidi sasa wahamishiwa jijini Nairobi. Hayo tu ndio yameangazwa katika ukurasa huu wa 4 na 5. Ukurasa wa 10 hapa tunaangazia ni hayo tu ya Isaac Mwaura, japo tu naongezea kidogo kwamba alifurushwa kitini ama katika wadhifa wake. Alikuwa kwa gazeti ambayo ilikuwa imedatiwa tarehe 10 Mei, lakini hapo jana baada alikuwa pale seneti na alipiga kura. Kwa hivyo sasa swali ni je, ilikuwaje? Manake alikuwa shafurushwa. Kwa hivyo sasa hivi tunaona kwamba yeye ni raia kama mwingine yote tu, kwa maana ashatolewa katika wadhifa wake. Ni hayo tu ambayo tulikuwa mwenzangu ashayaangazia hapa, kwa hivyo hatuwezi enda kwa kina zaidi. Pengine unaweza pata gazeti lako la The Standard uweze kuiangazia hayo. 12 hapa kurasa tutaangazia sasa seneti ishapitisha mswada huu wa kufanyia katiba marekebisho wa BBI 2020. Anaangalia hapa BBI bill
nini kimesalia. Kwa hivyo sasa hivi watu wanasema kwamba jinsi ilipitishwa pale na seneti, sasa watu waanze kujiandaa, manake utakuwa na kura ya maamuzi hapa mbeleni kwa muda usiokuwa mrefu. Ngawaje kuna wale ambao katika seneti waliweza kupinga mswada huo, walikuwa 12, huku wengine wakipigia msasa ripoti hiyo. Wale 12 tunasema kwamba ni wale marafiki za karibu wa naibu wa rais William Samoei Ruto, na kuna wale 57, kuna 51 ambao waliweza kuipigia kura ikapita. Kwa hivyo sasa hivi tunatarajia tu kuwa na referendum ama kura ya maamuzi. Katika ukurasa huo vile vile naangazia Rasanga, Cornel Rasanga ambaye ni gavana wa kaunti ya Siaya, ambaye anaendelea bado anaendelea kujibu mashtaka kutokana na fedha ambazo alizitumia vibaya. Kuna tuhuma kwamba alitumia fedha hizo vibaya, zilikuwa za emergency. Kwa hivyo akatumia milioni 115 na kwa bajeti zilikuwa milioni 100. Kwa hivyo hizo 15 milioni ndizo zinaulizwa, na yeye mwenyewe anasema pengine ni kosa tu, lakini bajeti zake zilikuwa zinaonyesha kwamba bajeti yao haikuzidi milioni 100, hizo zilikuwa kwenye budget. Kwa hivyo hayo ndio yanaendelea kutendeka. Ukurasa wa 12. Naam. Katika ukurasa huu wa 6 wanasema kwamba ni habari za Afrika na dunia. Pale ambapo wanasema kwamba Israeli yaua Mapalestina 24 kwenye mashambulizi. Najua huku Kenya tunakaa kwa amani. Kuna nchi zingine wanasumbuana sana kama nchi ya Palestina na Israeli. Wanaendelea kusumbuana pale ambapo Waisraeli washaua Wapalestina 24 katika shambulizi moja ambalo lilitekelezwa na Waisraeli. Israeli si nchi ambayo ya kufanyia mchezo. Kuna vita ambazo zinaendelea pale, na naona wanasema kwamba mwanamke na mwanaume mmoja mlemavu walikuwa miongoni mwa watu au ambao waliuawa. Jua vita kama hizi tunawaombea tu waweze kuwa na amani. Katika ukurasa huu wa 6 pia wanasema kwamba Makerere yakosa hati muhimu za mitihani siku ya kufuzu ikikaribia. Kuna hati ambazo zimekoza juoni Makerere pale ambapo wanasema kwamba siku ya kufuzu ipo karibu kukaribia. Wanasema kwamba kuna mkazi mmoja ambaye alitiwa nguvuni kwa ubaguzi wa rangi katika nchi ya Singapore. Ni ukurasa huu wa 6. Wanasema kwamba kuna wanafunzi 7 na walimu ambao waliuawa katika shambulizi moja mjini Kazaz, Urusi. Katika nchi ya Kampala, Uganda, wanasema kwamba mlinzi mkuu arejea miaka 50 baadaye. Ni katika nchi ya Uganda. Katika ukurasa huu wa 7 ni kusungumzia kuhusu majibu ya yale maswali ambayo tulikuwa tunayazungumzia jana ya composition, English and Swahili. Hayo tu ndio nayaona katika ukurasa huu wa 6 na 7. Katika ukurasa wa 8 wanasema kwamba nidhamu muhimu katika vyamani. Wanasema kwamba wale kama umeteuliwa kutoka kwa chama fulani, kindly follow the rules of the chama, fuata kanuni za chama. Wanasema kwamba nidhamu chamani ni muhimu sana. Kuna wale watu ambao kuna wale wanasiasa ambao wameteuliwa ama walipelekwa katika bunge, katika seneti kupitia kwa chama fulani, ambao wakifika kule wanaanza kukiuka amri ama masharti ya chama kile. Sasa naona wanasema kwamba lazima tu uyavate masharti ya chama. Ukumbuke kwamba chama cha ODM hivi majuzi kimeanza kuwa na msusumuko fulani. Kuna wenye walikuwa wanasema kwamba ripoti ya BBI, ya maridhiano ya BBI isifanywe msasha ama mzaza ama isifanywe marekebisho yoyote. Kuna wale ambao walipatana na kichapo kama yule mbunge wa Rarieda, Atienda Amolo, aliweza kutimuliwa katika cheo ambacho alikuwa ana hold katika bunge. Sasa wanasema kwamba nidhamu katika chama lazima iweze kufuatwa. Kumbuka kwamba maseneta hao, wale maseneta ambao walianza kuwekwa kando ili waweze kuangaliwa kidogo kwa sababu ya kutofuata masharti. Isaac Mwaura ashatimuliwa katika uongozini, ashatolewa uongozini. Kuna wale maseneta ambao ni Millicent Omanga, Mary Senator Valahadako, kuna wale Naomi Wako, Victor Bregei, wale ambao at least wameshafunzwa onyo, wameshafunzwa yale ambayo yanafaa kufuatwa katika chama, kwa sababu wao ni maseneta wateule, si maseneta ambao wamepigiwa kura. Huo ni ukurasa wa 8 ambapo wanasema kwamba
lazima nidhamu chamani iweze kusingatiwa. Wanasema kwamba serikali inakosea kuwaongezea raia maskini ushuru. Hilo ndio limeangaziwa katika ukurasa huu wa 8 na 9. Na mwisho katika ukurasa wangu hapa wa 14 tunaangazia chanjo ya ugonjwa wa corona COVID-19 ambayo wanasema kwamba kidogo imesababishwa ama kuna watu wachache sana wamejitokeza ili kudungwa sindano hii ya chanjo hii, lakini kidogo wanasema pia misinformation kwamba ujumbe usiofaa unaendelea kuenezwa, ambao sasa hivi walimu 1143,650 tu ndo wameweza kupewa hiyo chanjo. Vile vile kuna zile kama maeneo ambayo yamenakili watu wachache sana kama maeneo ya Garissa, Marsabit, Lamu, Mandera, Turkana, Wajir, Kwale, Isiolo na Tana River ambao sasa hivi wako na imerekodi watu wachache sana ambao wamechukua chanjo hii ya corona. Ukurasa wa 14 huo. Niangazie mwisho kama kawaida maoni ambapo hapa wanauliza ni vyema eneo la Mlima Kenya kutoa yeyote ambaye atakawania urais. Leo ni maoni tu ya Wakenya. Kuna wale wanaosema kwamba ni vyema, manake ni kidemokrasia kwamba yote tu anaweza wania, na kama jamii ya watu wa Kikuyu vile vile wanafaa kutoa mtu mmoja ambaye atawania kiti hiki cha urais. Na vile vile jinsi sasa hivi BBI naona kwamba inaweza pita, pengine imepita katika maseneti nini, ikienda uchaguzi wa maamuzi vile vile ikipita, kuna vio nyingi zaidi, vio vingi zaidi pale juu ambavyo mmoja anaweza jitokeza. Kwa hivyo wanasema kwamba hii jamii iweze kumtoa mtu mmoja, iweze kumchagua mtu mmoja ama kumteua atakaye peperusha bendera ya jamii hiyo. Vile vile kuna wale wanaosema bado ni kidogo, manake tushapata rais watatu kutoka eneo la Mlima Kenya. Kwa hivyo ingekuwa vyema zaidi ikiwa wataacha mambo na wataachia hizi jamii zingine tena hapa nchini ziweze kuongoza, pengine waweze kurally behind anyone mwenye anaweza jitokeza kutoka kwa haya makabila mengine. Ukurasa ni wa 17 huo mwisho. Katika ukurasa huu wa 12-13 ni ushindani wa kuandika insha, ambapo kuna wanafunzi tofauti ambao wanashindania kuandika katika uandishi huo wa insha. Huu ni ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13. Katika ukurasa wa 14 wanasema ni taarifa, ni dimba tu ambayo naona inaangaziwa katika ukurasa huu wa 15, pale ambapo wanasema kwamba uga wa Bukungu sasa upo tayari kuandaa mechi yoyote. Uga huo umetengezwa na upo tayari. Katika kaunti ya Kakamega, hayo yanatoka katika kaunti ya Kakamega. Nairobi wanasema kwamba Hukumu amezewa mate Ufaransa. Hukumu ni mchezaji. Wanasema kwamba katika kaunti ya Mombasa wanangojea maagizo kuhusu ugonjwa wa COVID-19 ndiposa waanze michezo. Katika Kabengo wanasema kwamba wito kigezo cha umri kizingatiwe katika michezo. Wanasema kwamba hii ni licha kuifungia timu hiyo ya Qatar mabao 19. Katika ukurasa huu wa nyuma ikumbuke kwamba wale ambao wanapenda dimba, siku ya leo klabu ya Chelsea wataingia uwanjani kutafuta kulipisa kisasi na cha kichapo cha mkondo wa kwanza watakapoikaribisha Arsenal katika mechi ya ligi kuu ya Uingereza EPL. Hivyo leo usiku kuna mechi baina ya Arsenal na Chelsea. Hayo tu ndio alikuwa ameangaziwa katika ukurasa huu wa Taifa Leo. Ikumbukwe taarifa kuu katika ukurasa huu ni ile kwamba seneta maalum Isaac Mwaula poteza cheo chake kama seneta mteule katika Senate nchini Kenya. Na wale wanafunzi ambao walikuwa na matatizo, changamoto mingi kuhusu changamoto za kimwili ambao walikuwa wamefusu katika mitihani ya KCSE, na kuna magenge ambayo yameanza kuibuka upya katika kaunti ya Mombasa. Hizo ni baadhi ya habari mpya ambazo zilikuwa zimejibuka hivi leo. Na shukrani sana mpenzi mtazamaji kwa kuzidi kuwa nasi tutangia tulipoanza hadi sasa hivi. Tunakutakia kila la heri. Pengine tukutane tena kwenye meza hii ya magazeti hapo kesho sana wakati kama wa leo. Niite Edwin Mukaya. Na kwangu ni Fidel Moshoe. Kama kawaida na kwamba uweze kubarikiwa.
ine kerokende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine nkorigiore amabogani asora. Now introducing My Story, Story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa, ungana naye omwana wepegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu, kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My Story, Story Yangu ndani ya AGR.